changamoto walionayo hawawezi kutembea peke yao. Si unajua hata wakati mwingine tunapowabatiza kanisani tunakosea. Watu wamebatizwa tu hapo, alafu tunaimba tu kwa maiki. Jamani, hebu walezi waje wa kila mmoja asimame nyumbani. Sio swala la kusimama. Ni swala la baraza la kanisa kusema yule amebatizwa kutoka kwa fulani. Ni nani anayeweza kumlea? Yaani aliye na tabia nzuri, sio ukampatia malezi alafu yeye mwenyewe unakulelewa. Hello. Na wengine wanasimama nyuma yao tu bila huyo aonekane kwamba hajakosa. Ndio maana tunapaswa kuelewa kwamba hili chama cha mabalozi kimeletwa ili kuokoa vijana wetu. Haleluya. Lakini changamoto hizo za imani, anzisha changamoto za siku 30 kama shiriki imani yako, kudumisha ibada au matendo ya fadhili kulingana na mpango wake wa wanafunzi binafsi wa kila mshiriki. Ni lazima hasa kiongozi wa mabalozi awe na daftari za kiroho. Toa madaftari maalum kwa mabalozi au kama utawaambia wanunue wenyewe ili kufuatilia mpango wa kusoma Biblia, maombi na tafakari kulingana na mpango wake wa wanafunzi. Mwisho, tathmini vipawa vya kiroho. Uwasaidie sasa mabalozi kutambua vipawa vyao vya kiroho na kuvijumuisha katika mipango yao binafsi. Ndio maana kanisa lina website ya kutambua spiritual gifts. Naomba uelewe, wale waliofanya zamani yalikuwa maswali 57. Sasa hivi ni maswali 130. Na ukweli hii swala la kutambua vipawa vya roho sio kwa ajili ya vijana. Kanisa zima tunapaswa kufanyisha hiyo zoezi ili kila mmoja aelewe kwamba Roho Mtakatifu ameweka nini kwangu, ili sasa hicho alichoweka kwako ukifanyie kazi. Maana kile ulichopewa sio cha kwako, hicho ndio cha kutumikia. Sasa nimeokolewa ili kutumika, siwezi kutumika bila kipawa cha Roho. Na sasa siwezi kutumika vizuri kama kipawa cha Roho sifahamu. Alafu naomba mnielewe, kuimba sio kipawa cha Roho. Hiyo ni huduma, kila mwanadamu anasema kwa huduma. Kwa hiyo sio kusema mimi kipawa changu ni hakuna kipawa cha kuimba. Hiyo ni huduma, hata tukifika mbinguni tutaimba wote. Bora useme amini. Maana kuna wengine chema akasema ya kipawa changu hiyo ni talanta, hata mambo makiani yanaimba. Na zake zinanunuliwa. Ni kweli si kweli? Nauliza ni kweli? Hata mara nyingi baraka mshiriki mpaka leo zinauzwa na kampuni yake inaendelea familia yake, lakini sio Kristo. Kile sio kipawa, kile ni talanta. Kile ni nini? Kile ni nini? Sasa ukikabidhi kwa Roho Mtakatifu ndio anaweza akaigeuza ikawa karama. Na ikawa karama sio ya kufanyia business yako, ni kwa ajili ya wokovu. Kwa ajili ya kitu gani? Wokovu kwa watu wengine. Ndio maana wale wanaodai eti wao wana karama za maombezi, alafu eti mtu umemwombea, alafu unamwambia mtu wa Mungu haaje hivi. Hiyo sasa sio karama, imekuwa sasa wewe ni sawasawa tu na makasiri. Wanatafuta hela. Hakuna
process ya karama ya maombezi ya kuokolewa, hata kama unataka kuokoka. Halo, kwa hiyo hao vijana wanatakiwa kufahamu karama zao za kiroho. Lakini nyingine sasa, ile namba 3, miradi ni kushiriki katika shughuli zenye maana zinazoakisi huduma ya Kikristo. Kwa hiyo tathmini mahitaji ya jamii. Ndio maana wale wanaochukua Israeli na Masadai kwenye kozi yao ndio aende kwa mtendaji, sijui kata, sijui mwenyekiti wa kijiji, sijui wa kitongoji, aone mahitaji ya hiyo jamii hapo, alafu aone kwamba wao kama kanisa wanaweza wakafanya nini, alafu wapeleke. Na kila moduli katika moduli zote 7 zinamalizika kwa mradi wa kwenda kuhudumia jamii. Swala la kuhudumia jamii, matendo ya huruma, sio swala la mara moja kwa mwaka. Mwezi wa 3, ile sabato ya 3 ya kwanza kama na maombi ya jana imewekwa kama kilele, ili endelee kutupa chaji mwaka mzima. Lakini wengi wanasubiri tu mpaka sabato ya matendo ya huruma. Hiyo imewekwa tu kutupatia chaji kama tulijisahau, lakini yanatakiwa yaendelee maisha yote ya Mkristo. Kwa hiyo hao wanachama wa huduma ya mabalozi wafanye tathmini ya mahitaji ya jamii yao na kuja na miradi kulingana na mahitaji hayo. Sasa nini utakachofanya? Ni lazima sasa ujue habari ya vifurushi vya huduma kwa jamii. Tengeneza na kugawa vifurushi kwa wazee, wasio na makazi na wagonjwa hospitalini, vikijumuisha faraja ya maandiko ya Biblia. Lakini angalia miradi ya kuboresha mazingira. Huenda ni hospitali fulani, hospitali au ofisi za serikali, shule au barabara inayohitaji kusafishwa au kupangwa. Unganisha mradi huu na mafundisho ya wakili. Alafu nenda sasa kwenye masuala ya maonyesho ya afya na udawa. Kwa hiyo mabalozi waandae uchunguzi wa afya, mazoezi na mafunzo. Haya mazoezi naomba msikilize. Nimesikia kwa kesho mna balance. Si ndio? Haitakuwa mashindano. Haitakuwa pekee ushindi. Ni mazoezi ya dunia. Ukifanya tu kama ni mashindano